العزيز الغفار مطول الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا معين له لا ند له ولا شقيق له ولا مثيل له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وماح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Zangu Waislamu, nakuhusieni kama nami nikiwa mwanzo kuhusia nafsi yangu juu swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah, mche Mwenyezi Mungu haki ya kumcha. Fahamu ya kwamba popote tunapokuwa, ikiwa sehemu ya siri, ikiwa sehemu ya dhahiri, basi jicho la Allah linatutazama. Kwa maana hiyo inatupasa lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala, sababu Allah yeye hafichiki wala hawezi kufanya siri ya kitu chochote, na yeye ni amri yake kwamba anatuambia sisi, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hajatuumba Mwenyezi Mungu binadamu na majini isipokuwa tumche yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Basi maana tunaambiwa tuhusiane na swala zima la katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi' sayyi'atan hasana takuta wa qadil nas yakun hasana. Mche Mwenyezi Mungu, ama neno ittaqillaha, muogope Mwenyezi Mungu au mche Mwenyezi Mungu, nafuatisha ovu kwa jema, umefanya ovu haraka itengeneze kufanya wema ili ipate kufuta lile ovu. Na pia akasisitiza zaidi wa khaliqin nas hasa, naishi na watu hapa, itakuwa umeifanyia haki. Umeifanyia haki maana ya takwa, au umeitekeleza vizuri maana ya takwa. Na kwa uchache takwa, mcha Mungu ni yale yote aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, kila alomwamrisha Allah au kila alichoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah amkute uwewe katika jambo na tuyaache yote ambayo ametukataza. Hapa tunapoyaacha haya, basi itakuwa wewe umeitekeleza ile neno la takwa, mcha kabisa. Maana kaambiwa man lam yanda iyada min at-tuqa takallama iyada min at-ta'ati wa khayra jisali al-mar'i ta'ata rabbah wala khayra fi kana billahi azim. Semaji nasema man lam yanda iyada min at-tuqa, na yeyote aliyokuwa hajajivalisha vazi la uchamungu. Uchamungu ni vazi. Yoyote aliyokuwa hajajivalisha vazi la uchamungu, hata kama amevaa nguo ni sasa anatembea uchi. Hiyo yoyote alikuwa
ikiwa haipo katika takwa, huyo ni sasa na mnyama, manake anatembea uchi wawaji mbele za watu. Lakini wengi hatujui na wala hatufahamu. Mtu anaona amejistiri vizuri, lakini kwa kuwa umetoka katika takwa ya Allah, basi wewe ungekuwa ni kama mnyama. Kwa hiyo inatupasa kila mmoja wetu kujidhibiti vizuri katika swala la takwa, kwa sababu ni swala ambalo linaleta manufaa hapa duniani na kesho akhera. Aya nyingi zimezungumza kuhusiana na takwa. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu. Wa hakika Mwenyezi Mungu amehusia umati zilizopita, Mayahudi na Manaswara, pamoja na nini ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, hii jambo hili ni siri kubwa na lina manufaa makubwa na mafanikio makubwa ya ucha Mungu ni pekee ambaye utapata radhi sana. Lazima tujikamate sisi katika swala zima la takwa, na isitoshe sisi pamoja na watu zetu, pamoja jamaa zetu, marafiki zetu, lazima tuwe tunaamrishana juu ya swala zima la takwa. Ndugu zangu Waislamu, nimeona leo tuzungumzie hotuba yetu ya bora wa masiku ya Dhuhija, kwa sababu sasa hivi tunaendelea katika msimu. Leo tuna mwezi 27 na sasa kwenye Jumatatu na Jumanne tutaanza zile siku 10 ambazo siku bora kuliko siku zote. Maana Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza, a'udhu billahi minash shaitani rajim, inna 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim wala taqdimu fihi faqatilul mushrikina kaffa kama yuqatilunaka kaffa anna Allaha ma'al muttaqin. Allah anatueleza, anatufahamisha juu ya masiku haya, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye amefanya kila kitu katika mambo yake kwa siri yake na hikma zake. Ameweka kitu siri, ameweka siri nyingi katika binadamu. Wapo waliokuwa wanadamu bora mbele ya Mwenyezi Mungu kushinda wanadamu wote. Sote wanadamu, sote viumbe, lakini kawachagua kuna watu wanaubora mbele yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ni kiumbe bora, hata jina lake limekutanishwa pamoja na jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika arshi yake, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, kwamba yeye ni bora katika viumbe bora. Lakini pia katika masiku, pia kuna siku ambazo siku zilizokuwa bora. Miongoni mwa siku iliyokuwa bora katika siku yaumul Jumu'ah. Hii ni siku bora kushinda siku zote. Hii ameitukuza Mwenyezi. Isitoshe, katika maji tunotumia ulimwengu mzima kuna maji yaliyokuwa bora, yakaekwa maji ya Zamzam. Haya ni maji matukufu na hayapatikani sehemu yoyote isipokuwa yanapatikana katika mji mtukufu. mtukufu, Makkatul Mukarram. Pia
Katika miezi pia akaweka miezi iliyokuwa bora. Ndugu zangu Waislamu, kasema ndio maana tukaambiwa fiha minha arba'atun hurum, kuna miezi minne mitukufu: Dhulqa'da, Dhulhijja, Muharram na Rajab. Hii ni miezi mitukufu. Basi Allah anatuambia fala tadhlimu fihin, msije kudhulumu nafsi zenu katika miezi hii. Kivipi? Kinamna gani? Uweza kufanya upuuzi katika miezi hii. Hii ni ofa bora, ofa tumepewa kwa ajili yetu, ni sehemu ya kujaza amali zetu, kufanya kheri ili tupate kuepukwa na shari ya akhira na adhabu kali ya moto. Hapa lazima tujitahidi. Katika umri wetu wote tunaweza tukaacha hizi fursa, lakini baadaye tukajutia. Kwa hiyo miezi mitukufu ina heshima yake tofauti na amali unayofanya katika miezi mingine. Amali hii inakuwa bora na inapendeza. Maana akasema inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu, yawma khalaqa, tokea alipoiumba mbingu na ardhi, miezi 12 inajulikana: Yanairu, Februari, Marisu, Agosti, yote hii, au tunataka tukasema Muharram, Safar, Rabiul Awwal, yote hii miezi ameiumba. Lakini katika miezi hii akaichagua miezi minne mitukufu, hii ikawa ni bora. Lakini juu ya miezi hii minne mitukufu, lakini kuna siku 10 zilizokuwa tukufu kushinda hii miezi, ambazo hizo siku zinapatikana katika siku 10 za Dhulhijja. Amali yoyote inayofanywa Allah anaipenda zaidi kushinda amali yoyote inayofanywa kwa siku nyingine. Bismillahirrahmanirrahim tulisoma siku za kawaida ni tofauti ujira wake unaopata katika siku 10 za Dhulhijja. Ndugu zangu Waislamu, mie nimesema siku ya leo nitoe zawadi, iwe ni zawadi kwetu, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tazawwadu tahabbu, pia ni zawadi mtapendana. Na kutoa zawadi si lazima mimi nitie mkono mfukoni kisha nikupe wewe kiasi fulani, lakini tunaambiwa qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha, maneno mazuri ni bora kuliko sadaka iliyotolewa kwa udhia. Ukampa mtu kitu kizuri kisha ukaanza kusema kitu fulani unakiona kile nimempa mimi, kile unaona alivyopendeza kile kiatu ama ile kanzu nimempa mie. Lakini ukizungumza maneno mazuri, basi inawezekana ikawa bora kushinda ile sadaka uliyotoa kisha ikafuatwa na udhia. Kwa hiyo sadaka yangu au zawadi yangu ni hii, tanabah na kutanabahisheni hala ikhtanim 5 qabla 5, fatiliza mambo 5 kabla ya 5, faraghaka qabla shughulika, muda wako kabla hujashughulika. Tumepewa nafasi hii siku 10 za Dhulhijja, hizo hapo mbele kuna wangapi wanazihitaji, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atufikishe katika siku hizi ili tufanye amali Allah turidhie, iwe ni sababu sisi ya kutufutia madhambi yetu na kuturidhia na kupata janna yake. Ndugu zangu Waislamu, hizi ni siku bora. Kwa hiyo zawadi yangu ni kusema hivi, tunatakiwa tuzidishe kuswali swala zetu za fardhi wa jamaa, tuswali kablia baadia, tutoe sadaqa, sababu amali hizi ndio zina Mwenyezi Mungu anafurahi sana, anazipenda zaidi.
Haya masiku si ya mchezo, mpaka Allah yeye mwenyewe mtukufu na akayapia masiku matukufu, akasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin 'ashr. Wal fajr, na hapa kwa wakati wal fajr, wa layalin 'ashr, na nayapia kuyapia masiku 10 ya Dhulhijja. Mpaka Allah yeye mwenyewe ameapa, yeye mwenyewe mtukufu akayapia na haya masiku. Mjue haya masiku si ya mchezo, ndugu zangu, wala tusije kuipoteza fursa, tusije kuipoteza fursa. Na hapa ndio kuna baadhi ya watu, mara moja nitokezea, kuna kijana alikuwa yeye analewa, lakini kisha kufika katika yale masiku matukufu, basi yeye anaanza natulia, hafanya zile ishtighali, hafanya yale maasiya, anatekeleza ama anadhiadhimisha yale masiku matukufu. Kwa hiyo ikenda ile hali kila ikifika vile, lakini kupitia kuyatukuza haya masiku matukufu, Allah akamlinda na adhabu ya jahannam. Huyo ndugu zangu Waislamu, lazima tuyafanyie hima haya masiku. Hii ndio fursa pekee, na masiku haya yamekuwa bora, na kuambieni ndugu zangu Waislamu, niaminini, yamekuwa bora kushinda hata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shinda mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu kule tumeambiwa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr. Kule ni usiku mmoja, usiku, lakini hapa tumeambiwa masiku 10, kuanzia linapochomoza jua mpaka linapotua, likitua tena mpaka lichomoza. Haya masiku kule ni usiku mmoja wenye cheo, lakini haya masiku mangapi? 10. Kwa hiyo mtu yeyote atakayefanya maasi katika masiku haya 10, basi yeye hulipwa madhambi, na hulipwa madhambi yake yanakuwa makubwa zaidi kushinda maasi aliyofanya siku nyingine. Na akifanya amali njema, basi amali njema hizo zinakuwa bora zaidi kushinda amali zinazofanywa siku nyingine. Ndugu zangu Waislamu, takuwa shuhuda, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, siku ambayo midomo yetu yote itafungwa na viungo vitasema. Basi na mimi nitasema hivi, viungo itakuwa shuhuda kwamba hili nimelifikisha, na ikawa ni amana kwamba nimelifikisha, na nyinyi mtakuwa mashahidi. Ndugu zangu Waislamu, wala tusifanye mchezo, tusifanye mchezo kabisa na haya masiku. Tujiepushe mbali sana na maasi ya Allah, na tuwe karibu na Allah. Tufanye dhikri kwa wingi, kumtaja Mwenyezi Mungu. Wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Ukimtaja Mwenyezi Mungu sana, kuna faida nyingi, unafutiwa madhambi na Mwenyezi Mungu anakufungulia mambo yako. Tusome Qur'ani kwa wingi, tusisubiri mpaka Ramadhani. Kuna siku hizi wajanja ndizo wanazozitumia, wajanja ndizo wanazokimbilia hizi siku, lakini aliyekuwa haoni mbali na hajui thamani, basi yeye ataona ni siku kama ni masiku mengine. Jitahidini kutoa sadaka zetu sana, kusoma Qur'ani sana, kuwasaidia wanyonge, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia wajane, kila hali, kila mmoja na nguvu yake. Lakini tujue kwamba hii siku ama haya masiku 10 ni bora zaidi. Lakini kuna hadithi iliyosimuliwa na Abdullah bin Umar, akasema ma min ayyam
al-amalu salih, hakuna masiku yoyote ambayo inafanywa amali njema ahabu ila Allah, Allah zinampendezesha zaidi min hadhihi ayyam, kulikoni katika masiku haya. Faqalu, wakasema maswahaba, wakatuka katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamuuliza wala aljihad fi sabilillah, hata katika jihadi ya Rasulullah inazidi? Akaambia Mtume, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala aljihad, akasema hata jihadi, mtu akenda jihadi si mtu anapoteza nafsi yake, anapoteza mali yake, lakini pia hii ni amali ambayo inaonekana kubwa, lakini imeshindwa na amali inayofanywa katika masiku 10 haya. Mtume sallallahu alaihi akasema, akafanya al-istithna, illa, akasema isipokuwa rajulun, mtu kharaja, ametoka binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika shay, labda mtu ambaye ametoka na nafsi yake na mali yake, na yeye huyo akenda katika hiyo fi sabili, katika jihad, ikisha asirudi yeye pamoja na nafsi yake na mali yake, huyu kidogo itaweza kufanana amali hii aliyofanya, ikafanana na malipo ambayo mtu alifanya amali katika masiku 10. Umefikiria mpaka mtu anajitoa nafsi yake, lakini anaambiwa bado hujafikia malipo yanayofanywa katika hizo siku 10. Mzangu wa Islam, yakatani 5 kabla 5, patiliza mambo 5 kabla 5. Shababaka kabla haramka, ujana wako kabla ya uzee wako. Wasihatuka kabla sakamuka, nasiha yako kabla ya maradhi yako. Wafaraghika kabla shughulika, na muda wako kabla hujashughulika. Huu ndio muda pekee. Lazima tujitambue Islam, sisi haya maisha ya dunia ni ya mpito. Ndio maana mshairi mmoja akasema, ad-dunya aqallu min al-qalil wa ashiquha adallu min al-dhalil, tusimmu bi sihriha qawmin wa tumi wa hum mutahayyiruna bila dalil. Ad-dunya aqallu min al-qalil, dunia ni vitu vidogo katika vitu vidogo. Wa ashiquha adallu min al-dhalil, mwenye kuitamani hii dunia ni katika vitu dhalili na vitu kwa dhalili. Tusimu bisahiriha qaumun matun, hii dunia inatia uziwi, inatia upofu. Fahum mutahayyaruna bila dalil, watu wanatembea tu, wanaenda huku na huku bila dalili yoyote. Zangu Waislamu, lazima tuyafanyie kazi masiku hayo yanayokuja mbeleni, ili tupate radhi za Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi hapa duniani tumekuja kwa ajili ya kutafuta kutengeneza akhira yetu. Ad-dunya mazra'u al-akhirah, dunia ni makulima ya akhira. Tunalima hapa tukavune huko. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ni gereza kwa muumini, ni jannati al-kafir, lakini pepo kwa makafiri. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul biqawlihi yahtadi al-muhtadun, إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو البر الكريم وهو الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا ما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضى الله عن أبي بكر الصديق التقي، عمر الفاروق النقي، عثمان ذي نورين الزكي، وعلي الوفي الرضي، وعن الستة الباقين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل المشرك والمشركين، ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم ألف قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألف قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك عزيز يا غفار. عباد الله، وأقيموا الصلاة.